Nina ujumbe mfupi sana, sina ujumbe mrefu, ni mfupi tu. Na sitaki kumchosha mtu leo, ila na ujumbe mfupi sana, alafu tuone kile Mungu ataka kufanya. Fungua kitabu kile cha Isaya sura ya 40. Kama ni mpenzi wa kuandika, unaweza ukaandika hivi. Unaweza ukaandika hivi, ukili. Unaweza ukaandika hivi, ukili. Sahihi na faida zake. Ukiri sahihi na faida zake. Hebu tuseme maneno: ukiri sahihi na maneno na faida zake. Ukiri sahihi na faida zake. Naomba nisikie tu sauti za huku. Ukiri sahihi na faida zake. Kwa mara ya mwisho na sauti ya juu kabisa. Amen. Kila mtu hapa ana kinywa ambacho Mungu amempa. Hebu sema amina. Kila mtu ana kinywa ambacho Mungu amempa. Kitabu ni Isaya 40 mstari wa 27. Nadhani tuende kidogo mpaka 31. Tasoma katika jina la Yesu. Mbona unasema Yakobo? Hebu sikia vizuri. Mbona unasema Yakobo? Hebu sema maneno. Mbona unasema Yakobo? Kwenye Biblia pale kwenye mstari wa 27 anaposema mbona unasema, mbele yake kuna ni koma hiyo. Ndio alafu anaendelea anasema Yakobo, mbele ya Yakobo kuna nini? Kwa hiyo hii inahitaji kidogo uelewe. Tuanze tena tafadhali msomaji. Mbona unasema Yakobo? Mbona unasema, unanena Israeli, njia yangu imefichwa? Njia yangu imefichwa, Bwana asiione, na hukumu yangu imempita Mungu wangu asiangalie. Je, wewe hukujua? Hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana muumba miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Huwapa nguvu wazimiao, humuongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Amen. Mbona unasema? Ndio maana nazungumza ukili sahihi na faida zake. Sema amen. Mwangalie mwenzako, mwambie ukili sahihi na faida zake. Kwani hapa nimeandika vibaya? Nimeandika vizuri sababu nasikia watu wanatafuna kama vile wanakula babulishi. Na hii kitu kama hicho. Kwani ukisema ukili sahihi kuna shida gani? Moja, mbili, tuende pamoja.
Ngoja nikupe siri moja, mchawi wa mtu hayuko mbali. Mchawi wa mtu unajua yuko wapi? Kwenye kinywa chake mwenyewe. Halo? Amen. Halo? Narudia, wakati mwingine tunamsingizia shetani, si kweli Na tumekuwa na lugha tukisema shetani amejinua. Halo? Lakini nataka nikwambie, adui mkubwa wa mtu ni kinywa chake mwenyewe. Kwa lugha nyingine, vile ulivyo ni maneno ya kinywa chako. Unaweza usielewe kwa urahisi. Hata shetani anapotaka kufanya kazi kwa mtu ni mpaka ameruhusiwa, aidha kupitia kinywa cha huyo mtu mwenyewe. Halo? 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 Ukisoma maandiko ya Mwanzo kabisa, ile sura ya kwanza, maandiko yanasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu. Mungu alifanyaje? Ngoja kwanza, Mungu alifanyaje? Hiki ni kitabu cha Mwanzo hiki. Mwanzo 1 mstari wa kwanza na wa pili. Kwanza tuishie hapo. Hebu soma kama umefungua pale. Ngoja mimi kwa sababu nimeishafika nisome. Anasema hivi. Nataka usile kwanza hapa kitu. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa nini? Wa maji. Mpaka hapo tatizo lipo. Na unajua hapa aliyeumba ni nani? Ni Mungu. Mungu ambaye tunasema yeye ni nani? Ni roho. Haonekani katika macho ya damu na nyama. Ila huyu alihusika kuumba mbingu na nini? Na nchi. Lakini pamoja kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi, kuna matatizo kadha wa kadha. Tatizo la kwanza, kuna roho ya ukiwa. Ni ukiwa au utupu? Nayo nchi ilikuwa ukiwa. Tatizo la kwanza hilo. Ukiwa. Hakuna jambo baya kama binadamu au mtu apitie kwenye roho inayoitwa nini? Ukiwa. Nisikilize vizuri. Lakini tatizo la pili, neno la Mungu nasema tena utupu. Utupu maana yake hakuna kitu. Kwanza huyu mtu ana ukiwa. Ukiwa maana yake hana mtu wa kumtia joto, hana mtu wa kumpa faraja, hana mtu wa kumtia moyo. Haleluya. Halafu kibaya zaidi, huyu mtu au hii nchi ina utupu. Sema Bwana Yesu, mchana wa leo, asubuhi ya leo, Roho Mtakatifu anijalie macho ya kuona. Mungu ameumba watu, lakini yawezekana pia hii roho ya ukiwa bado inafanya kazi. Lakini kama Bwana ishivyo leo, lazima tuiangushe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hebu sema amen yenye nguvu. Mungu ameumba watu, lakini yawezekana roho ya utupu bado ingali ikiwaandama watu. Lakini kama Bwana ishivyo, roho ya utupu lazima tuiangushe chini, maana sisi tumeitwa kubarikiwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Haikuishia tu utupu. Maandiko yanasema na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya nini? Vya maji. Giza. Anaposema giza, anamaanisha shetani halikuwepo, ametulia. Kwa hiyo kumbe msimamizi mkuu wa roho ya ukiwa, msimamizi mkuu wa roho ya utupu ni giza mwenyewe, shetani mwenyewe. Haleluya. Nasema haleluya. Angalia Sauli mstari wa 2.
mstari wa 3. Mstari wa 3. Aha. Hebu rudi hapo vizuri, tumia maiki. Mungu akafanyaje? Mungu akasema. Mungu akafanyaje? Eti huko nyuma Mungu akafanyaje? Mungu akafanyaje? Nataka nisikie sauti zote. Mungu akafanyaje? Mungu akafanyaje? Akasema. Mungu akasema, alafu iwe nuru. Iwe nuru. Ikawa nuru. Aha. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaiita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Hebu sema amen. Sasa haya mambo tuliyosoma hapa ni tofauti na kitabu kile cha Isaya 40 mstari wa 27. Pale Mungu anaanza kushangaa, anasema, mbona unasema? Mmenielewa vizuri eh? Kule pamoja na ukiwa upo na utupu upo na giza lipo, maandiko yanasema Mungu akasema iwe nuru. Hakuangalia kusema unajua kuna roho ya giza, ewe giza unajua inakuwa kuaje, umekuja kujaje. Hakuhangaika na giza, hakuhangaika na utupu, hakuhangaika na utupu. Alitambua kinywa chake ni utoshelevu wa mambo yote, na hivyo sasa akasubutu kusema na iwe nuru, na ghafla ikawa. Ninakubariki mchana wa leo, kinywa chako kiwe na ukiri sahihi katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Hebu sema amina iliyoshiba. Sema amina iliyoshiba. Amen. Huku Isaya anasema ukijikagua kabisa, hauoni mbele wala nyuma. Usihangaike na mbele wala usihangaike na nyuma. Wewe angalika na kile Mungu anafanya nini, anasema. Amen. Naomba tufungue kitabu cha Ezekieli. Mungu anisaidie. Sitaki kutumia muda mrefu, lakini ngoja tu Mungu anisaidie. Kitabu cha Ezekieli. Ezekieli nadhani pale 47. 47, ngoja nifike hapo na mimi nifike na mimi nisome na mimi. 47. Sio 47, 37, sorry. Ezekiel. Anzia mstari wa kwanza. Anasema, angalia maneno. Nataka usikize vizuri, alafu uone umuhimu wa nini wa kinywa, au umuhimu wa maneno sahihi unaotaka kusema. Amen. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu. Naye akanichukua nje katika roho ya Bwana. Akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Hili bonde limejaa nini? Mifupa mikavu. Ni bonde ila limejaa mifupa mikavu. Endelea kusoma. Akanipitisha karibu nayo pande zote. Akanipitisha karibu nayo pande zote. Na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama ilikuwa mikavu sana. Yani mifupa sio tu kwamba inaishia tu kwa mifupa, lakini ni mifupa mikavu sana. Hebu sema sana. Sana. Yani kama mtu ni kupitishwa, sio tu inaishia kwamba amepitishwa, ila amepitishwa sana. Endelea kusoma. Akaniambia mwanadamu. Akaniambia mwanadamu. Anayeambiwa hapa sio mnyama, sio mti, sio ndege. Anayeambiwa kufanya hii kazi ni nani? Mwanadamu, ambaye ni nani? Mimi na wewe. Endelea kusoma. Je, mifupa hii yaweza kuishi? Angalia, ni mifupa, lakini swali linaulizwa, hivi mifupa hii inaweza kuishi? Alafu anasemaje? Nami nikajibu. Bwana Mungu. Bwana Mungu. Wajua wewe. Hainihusu. Endelea kusoma. Akaniambia tena. Tena manake anarudia kwa mara nyingine. Amina. Endelea. Toa unabii juu ya mifupa hii. Unaona sasa? Unaona si kila jambo linamhitaji Mungu afanye, mambo mengine tufanye sisi wenyewe. Amen. Unisikia vizuri? Mambo mengine tufanye sisi wenyewe. Mungu kuna kazi kuwa ameifanya, ameimaliza. Kitendo cha kukuunganisha wewe kama mtu wa kiroho, ukaona mambo ya kiroho,
ukawa mtoto wa Mungu, ukaweza kufanya ibada yenye upako kama hii, tayari manaka unayo fursa ya kufanya mambo ya ajabu sana. Ongeza makofi na vigeregere. Haleluya.